aliwapeana kwa Midiani. Kwa Midiani kwa miaka 7. Midiani ni maadui zao. Maadui zao kwa miaka 7. He says, Anasema that problem you see in your family, it is the seed that God to give your family into Midiani's hiyo ni shida. situation. Hiyo shida ama hiyo hali ambayo unaona katika jamii yako ni shida ambayo Mungu alipeana katika kwa maadui zako. Ni dhambi ilitendwa na babu zako. Ni dhambi ambayo ilitendwa na mababu zako. Our forefathers. Mababu zetu. Hallelujah. Hallelujah. Yehova akakasirika. Akapeana hiyo familia kwa Midiani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And Israel, they were passing through that tough situation for 7 good years. Na Waisraeli walipitia hiyo hali ngumu kwa miaka 7 nzuri. Miaka 7. Kwa mateso na kilio. Kwa mateso na kilio. Lakini the Lord was looking for one righteous person, somebody who can come out in a situation to destroy completely. Mungu alikuwa akitafuta mtu mmoja mwenye haki, mtu mwenye anaweza kujitolea na kuiharibu kikamilifu. Hallelujah. If you don't stand the gap of your family, ikiwa hautasimama katika ile nafasi ya jamii yako, kwa pengo la jamii yako, the devil will continue devastating them. Shetani ataendelea kuangamiza. Hallelujah. And for the sake of your children, sawia na watoto wako, kwa niaba pia ya watoto wako, he says, anasema Israel will cry. Waisraeli walikuwa wakilia walipopanda, the Midianites could come and chase them, and then they take their crops and their sheep and their donkey, everything. Walipopanda wale maadui wao wangeinuka dhidi yao na kuharibu na kuchukua mali yao na kuchukua mazao yao na wale wanyama wao, mifugo. You work for 30 days. Unafanya kwa siku 30. Just kawaida. Utafanya kazi kikawaida. Hallelujah. Na mwisho wa mwezi. After every 3 months or 6 months. Baada ya kila miezi 3 ama 6. Kuna shida, kuna makosa umefanya. Kuna makosa unafanya. Alafu you find deduction. Always your salary under deduction. Kila wakati unapata kutolewa katika mshahara yako, kuna kutolewa. That is how Israel went through. Hivyo ndivyo Israeli walipitia. Hallelujah. There was a problem. Kulikuwa na shida. There was no favor in their blood. Hakukuwa na kibali katika damu yao. Hallelujah. Mwajiri. Hakukuwa na kibali katika mwajiri wao. And then, na kisha when they cried, walipolia. Today we need to cry. Leo hii tunahitaji kulia. For the sake of us. Kwa ajili yetu sisi wenyewe. And our children. Na watoto wetu. And our families. Na familia zetu. Leo hii lazima tuikate. Hizo vitu za zamani zikae huko. Hapa tuanze na Jehova. And we move with the Lord. Na tumwende kwa Bwana. We move with the Lord. Tunaondoka na Bwana. Hallelujah. And the Father is waiting for us. Atuvishe joho. Na Bwana anatusubiri ili atuvishe joho. The topic was not a joke. Ile mada haikuwa mzaha. If you are in spirit, you must have experienced something since we started this topic. Difficulties, traps, everything. Ikiwa roho yako the topic of destroying evil altars is religion. Ile mada ya kuiharibu kikamilifu haikuwa ya mzaha. Unless you are not in spirit. Ijapokuwa tu hauyuko katika roho. It has some backbone and everything. Hallelujah. Iko na vitu mingi na mambo mingi. sana na mambo mengi sana. Na mijadala mingi. Na mijadala mengi sana. But for me I know. Lakini kwamba mimi ninajua. In the book of Revelation 12 verse 7. Katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari wa 7. The evil fights back. Yule